Tazama mambo 10 ambayo yanaonyesha mtu ambaye anafaa kukaa na kuishi pamoja na watu. Jambo la kwanza, angalia jinsi anavyowatendea watu kuliko yeye. Yaani jinsi gani anavyowatendea watu kuliko yeye mwenyewe. Mtu mzuri huonyesha heshima kwa kila mtu na si kwa wenye mali au wenye nguvu peke yao, bali kwa maskini na kila mtu yeyote. Mfano, jinsi anavyoongea na watoto, wafanyakazi pamoja na watu maskini. Jambo la pili, sikiliza jinsi namna anavyoongea kuhusu wengine. Kama kila mara mtu anakaa na kuwachongea wenzake na kuwakejeli, basi jua hiyo ni ishara mbaya. Huyo ni mtu mbaya kabisa, sababu watu wazuri huinua wengine na hawawashushi kabisa. Jambo la tatu, angalia kama huyo mtu ni mwenye huruma. Yaani angalia kama huyo mtu ni mwenye huruma. Angalia kama anaguswa anapoona kwamba mwingine ana shida. Huruma inaonyesha moyo mwema, na huyo ni mtu muhimu sana katika familia au katika jamii. Hili ndio jambo la 4. Tambua kama ana subira na hekima. Mtu mwenye hekima hufikiri kabla ya kutenda. Kutochukua hatua kwa hasira ni ishara ya utu wa juu sana. Na hili ndio jambo la 5. Tazama kama anapenda kusaidia bila kutaka sifa. Mtu anayefaa kwa wengine hufanya mema kwa moyo na wala si kwa kujionyesha. Na kama unamwona mtu anasaidia kimya kimya, basi jua huyo ni wa thamani sana. Na hili ndio jambo la 6. Angalia kama anapenda kusikiliza. Mtu anayeelewa wengine na kusikia maoni tofauti, huyo ni mtu ambaye anafaa sana kuishi na watu wengine. Na jambo la 7 sasa ndio hili hapa. Tazama kama ana upendo wa kweli. Yaani tazama kama ana upendo wa kweli. Upendo wa kweli hauchagui wala haupimwi kwa rangi, kwa mali au daraja. Mtu anayependa watu wote ni bora sana kwa jamii. Na hatua ya 8, angalia kwamba huyo mtu ni mwaminifu. Yaani mtu ambaye ni mwaminifu kabisa. Kama mtu anaweza kuaminiwa hata kwa mambo madogo, basi jua huyo mtu ni wa maana sana na ana tabia njema. Uaminifu ni msingi wa heshima.